Karibu mwanangu. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Dambwayo. Karibu sana mwanangu. Hapa ndo nyumbani kwangu. Kwa sasa na wewe ni kwako. Karibu sana. Asante. Umefika. Sawa? Ndio. Wewe Dori? Abe. Njoo mwanangu. Kaa chini. Leo tuna mgeni kama unavyomuona hapo, ni kaka yako. Kwa hiyo anaitwa Dambwayo. Anatokea Kitengo, Morogoro kwetu. Atakuwepo hapa kuanzia leo, atatusaidia kazi za kwetu hapa ndani. Sawa? Sawa. Umpe ushirikiano. Umefurahi mwanangu? Nimefurahi sana. Atanisaidia daktari kutandika kitanda. Ndio. Tutasaidiana, si ndio? Ndio. Mimi ndo bosi wako. Au ni mama yako kwa maana nyingine. Sababu ni mtoto na mimi ni mama. Upate kilicho kuleta. Uliambiwa kazi zako zinazokuja kufanya hapa Nimeshaambiwa. Utakuwa una deki hapa. Kunifulia nguo zangu baadhi. Na hapa ndani na mtoto kama unavyomwona wewe ni mmoja. Nataka atakusaidia huyo kidogo. Sawa? Ndio. Karibu sana mwanangu. Sawa. Sasa sitaki makundi. Sitaki wapate kabisa. Watakiwa nisikilize mimi. Endapo utaenda kinyume na ninavyotaka mimi, nitakurudisha nyumbani. Sawa? Sawa. Nasikia Dori. Amchukue kaka yako muoneshe sehemu ya kupumzika, akabadilishe nguo na mambo mengine yaendelee. Nangu Dambwayo, umejua kunifurahisha. Yaani mazingira nimerudi yanavutia. Unajua kufanya usafi vizuri. Mpaka nimependa mamako. Yaani nimerudi kazini, naangalia kila sehemu safi kabisa. Nimeangalia chumbani, nimesafisha vizuri, sebule safi, yani kila kitu safi. Yaani mpaka nimependa mwenyewe. Yaani huko vizuri. Kumbe mwanangu unajua kufanya usafi hivi. Ndio, najua. Yaani kwa kweli kama utaendelea hivi, yaani cha msingi hapa ninachokifanya mwezi unaofuata lazima nikuongezee mshahara. Kwa staili hii nzuri. Yaani hivi mimi ndo ninavyopenda. Si nilikuwa nakupa 30. Ndio, nitakupa 50. Jumapili hii kwa kufurahisha zaidi. Nataka niwatoe mwenda bichi. Ni mwenyewe utatoa na mdogo wako. Sawa? Dori. Akikuletea ujeuri wote. Ndio. Kwa hiyo kama amekuuzi chochote, nikirudi sema mama, Dori kanifanya hivi, yaani usifiche hata kidogo. Na huyu mdogo wako ni mtundu sana. Endapo mnaposhinda hapa nyumbani, kama atakuletea ujeuri wote, kama atakutukana huko kuna nini kwa vyovyote kukuonesha kwamba wewe umetoka kijijini, labda ni mfanyakazi au nini, nikirudi kazini niambie. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Bana namjua mwanangu. Lakini naomba mwanangu unisamehe, alopita amepita. Kama mamako nimekutia, pengine nilikutokana au nini, kama mwenyewe ulivyoona tangu umefika hapa hatukuwa kidogo hivyo. Naomba unisamehe sana mwanangu. Sawa? Hamna shida, mimi nimekusamehe. Samehe sana. Hamna shida. Amen. Nilikwambia ndio ungani. Uniambia nifanye usafi. Umesafisha? Hapana, nilikuwa nafanya usafi nyumbani kwangu. Kwa nini sasa chafu? Tangu asubuhi ulikuwa unafanya kazi gani? Wasifanye kazi yoyote. Kumbe umekuja kufanya nini hapa? Fanya kazi. Nimekwambia kila kitu muda unatakiwa ufanye. Asubuhi kunavyokucha. Cha kwanza ni sebule. Si unajua sebule watu wengi wanaanza kufikia. Ndio. Kinachofanya mpaka sasa ufanye nyumbani ni nini? Samehe sawa. Nikusamehe? Ndio. Hebu kaa hapo haraka. Kwanza leo siku ya kwanza. Tayari ushaanza kuniuza. Kwa nini unakuwa hivyo wewe? Samahani. Mwanangu uko wapi? Mwanangu sijui alipoenda. Wewe nilikwambia umlinde mwanangu wewe. Wewe uko ndani mwanangu mpaka sasa hivi hujui uko wapi. Haya toka hapo ukatafutie mwanangu mimi. Hala. Yaani watoto wengine bwana. Siku za kulipa mshahara nazikumbuka vizuri tarehe. Lakini kwenye kufanya kazi ni wazembe mno. Sasa kwa staili tutafika kwa yule mtoto.
Aje wanangu. Ile mechi ndo kama zinajuzi hapo sisi. Mjini akili mwanangu. Yaani mimi nina ndonga kali kishenzi yani. Oa, kama una akili mjini, au uishi wewe mjini au uishi wajanja. Sasa hizi vijana. Sawa. Tukusaidie nini bi mkubwa? Nilikuwa naomba msaada. Vijana wangu naomba unisaidie. Kuna mtoto namtafuta. Je, mlimuona hapa kupita? Alikosea nyumbani, nimemwambia achote maji. Kaacha ndoo bombani. Sasa bi mkubwa, yaani ipo vipi? Mjini wanakwambia mjini hakuna shabule, si unajua? Sema nini? Bi mkubwa, mjini shule ila si wenyewe walimu, si unajua? Si wenyewe tunaishi, unajua tuishi vipi? Hapa mjini hakuna shabule. Shabule unasemaje nao? Sahihi. Na bi mkubwa kama hivyo, mbona sehemu yenyewe jinsi ilivyo? Uwezo kumtafuta mtoto maeneo kama hapa, yaani inakuwa kama uongo. Yaani mji watoto wanapotea, afu namchukua mtoto watu kijijini, unamleta mjini, dakika ya mwisho anakuja anapotea. Wewe mama ni mzembe. Kwa hiyo unasemaje? Maokoto yapo? Vyovyote, ninachotaka imadi mtoto apatikane. Yaani mimi naona kabisa hapa utatusungusha zungusha dakika mwisho maokoto yenyewe una. Sema nini mimi nakuelekeza mtaa kati, mtaa Chimbaunye, mtaa Masela. Kwa hiyo sikia. Unaona iko kichochoro hicho? Unakiona kile? Kile kichochoro unaingia hivyo. Nenda kamwangalie mwanao mtaa pili huko unaweza kumpata. Kwa sababu mimi mwenyewe simjui. Ile niko namjua, mimi ningeingia kutafutia. Unasikia? Nashukuru. Asante. Nimeenda tumeandika watu masomo. Mimi babako akija mwanangu utamwambiaje? Kakako ananisumbua, wewe unanisumbua. Mimi nifanyaje? Niseme uongo? Elimu ya sasa hivi ni ngumu mwanangu. Mimi akija nawaambia watoto wenyewe mnanishinda. Mko wawili tu. Lakini kama mko sita. Nimeenda kweli nimeenda. Wewe lakini mnanifanyia hivyo na kaka yako. Au niwahamishe hapa niwapeleke kijijini? Na mimi nakupenda, nimepata tumboni tezi sita. Haya, jengine hilo linatokea linakimbizwa. Kashaanza mambo yake. Ana mwanangu, vipi baba? Mbona unakimbizwa? Kuna nini? Kuna kitu umeharibu baba? Mimi kwa ndo natoka zangu huko kuangalia mpira wa Simba. Mimi nimeona kuna mbaba akashika kisu alikuwa anataka kunikaba. Ndio nikakimbia. Nakwambia hivi, mimi nitakuja kumwambia baba yenu, mmenichosha nyie watoto wawili. Hata siwaelewi, nifanyeje? Haya wewe umemsikia kakako anavyosema? Muongo. Ameenda kuiba huko vitu vya watu, kakimbizwa kama yaani alikuwa yeye na mwenzie kule dirishani. Wamefumwa alikuwa anaanza kukimbia. Baba, tabia hiyo umeanza lini? Niambie tabia hiyo umeanza lini? Mko wawili tu, dada yako ndio huyu hapa ananichosha. Wewe nayo unanichosha. Una uhakika dada yako anachokisema? Wanangu mimi nawapenda. Mko wawili tu, hamko hata watatu au wanne. Umeona hata shule wewe haka simu. Mimi baba yenu akija leo usiku namwambia. Mama, wewe ndio utaki shule, kwa nini ulifeli? Msemee huyo, mimi samee. Mimi siwezi kuwasamee. Wewe shule utaki kwenda. Yule tabia ya wizi. Mimi nakija baba yenu namwambia. Naomba uondoke tena sije nikakuona nimeshakuchoka. Au mimi niondoke? Wewe mwanao anataka shule ndo aondoke. Shule utaki kwenda wala kufanya chochote. Sasa mama, mimi kwangu siashaisha. Hayajaisha lakini bado nalo hapa moyoni. Basi usimwambie baba. Sitamwambia baba. Ukirudia tena ama zako ama zangu. Umenielewa? Usinitumbulie macho kama mjusi hapa. Wewe naomba kafanye kazi zako. Umenifikia?
Waangalie sura zao zilivyokuwa mbovu. Jana nimekutaka sana. Hasa wakati tunaangalia mpira umeisha umeondoka. Kwa nini umefanya hivi? Wakati mimi jana nilitumaini ungenisubiria. Uniacha pale kwenye mpira. Mimi nasubiria kwanza. Sasa pale kulikuwa kuna mwenye banda basi. Yaani mimi jana nilipotoka pale, katika vita zangu ndo nikaona hapa. Kwa hiyo mimi ndo nikalala hapa jana. Unalala hapa je, ukipata na tatizo usiku kwa peke yako. Kwa hiyo kiangalia na mtu wako bado ni mdogo. Maana hapa sina nataka kukaa. Sasa sielewi mpaka sasa hivi. Yaani jana ungenisubiria. Sababu mimi na haki yangu. Ana chumba hiki kimoja na anaishi peke yake. Sasa jana ningekupeleka. Wewe utafanyaje? Unajua? Hapa mimi nawaza. Kwa nini mimi nisirudi kule kwa bosi wangu? Sasa ukirudi kule kwa bosi wako na kuomba rafiki yako. Usimwambie kama mimi ndo nimechukua zile ndoo. Sikuambia kwa sababu si ushakuwa rafiki yangu. Sasa naomba nikusindikize. Tunaweza tuenda. Nimeibiwa jana. Umeibiwa na nani? Si kale katoto kale. Mtoto gani? Kale kanaenda si kazongo sijui. Yule mtoto mwizi jana tu kakuta kuuliwa. Unaelewa akakimbia. Mtoto shule hataki yule. Mamake mwenyewe kashashindwa kashamshinda. Sasa hivi mtoto mwizi hatari. Yaani sasa hivi ukitoka chooni kwenda chooni tu na mlango wako mfungu. Yaani mimi mwenyewe nusu niingie kwenye ile nini nimpige yule mtoto, lakini kakimbia yule mtoto. Mtoto yule angekuwa ndo mwanangu mimi, hata kumwekea sumu ningemwekea. Taona elimu pumbavu kwenda kwenye mchizi wa wizi. Kwa mamake. Mamake ndo anamfuga mwanae, sasa unaenda kufanya nini kwa mamake? Tutamchima moto. Mimi siwezi kukaa mzee kukalea leo kila wakati ananibia mimi tu, kila wakati ananibia mimi tu. Kwa usiku ukimkamata aka unamuua tu. Mimi ndo sikubali. Mtu wangu lazima atakirudi. Hapo ukipata picha, ukipata picha. Ndio hivyo. Haya, mtaangalia. Haya shoga yangu. Haya, shoga yangu mimi naondoka. Haya mwana. Haya, tunajua tu mimi nataka kutumani kwenye mitandao zangu. Yaani leo ama zake ama zangu wao wamenifukuza kule kwao, ngoja aone Sarona aonyesha. Ndio unajua sikamate. Okay. Karibu, hapa ndo nyumbani. Hamna shida, asante sana. Hapa namsubiri mama arudi niongee naye, sababu chumba chake kile kule. Mimi nimesaidia wewe. Nitakusaidia pindi mama atakapokubali. Ukiongea naye basi utafurahi, utakunywa, utakula, utalala. Asante sana. Na yaani ningata sele kwanza sina nguo. Yaani maana bora wewe na moyo huo. Ningekuwa sijui hata na afya, ni afadhali tu unisaidia. Da. Yaani Mungu akujalie sana. Nitakusaidia pindi mama atakapokubali. Yaani hapa tu naomba Mungu mama yako akubali. Atakubali, mamangu ule mpole anaoa huruma. Yaani hapa nilipo hapa yani hata sijaoga tangia juzi. Na ndio na nguo hizo mbona? Yaani nakwambia nguo hii sijabadilisha, nguo hii moja. Usitoa nguo usijali, subiri mama arudi. Akikubali nitakupa nguo zangu. Yaani nitakushukuru sana. Mamangu ule mpole anaoa huruma. Wao nasema tu shangaa kakataa. Aweze kakataa, mimi namjua.
Yani nitakushukuru sana. Basi sawa, naweza tukaenda. Naweza tukaenda. Amenichosha. Hela nawapa ya shule, nawapa kila kitu. Leo hii watoto wangu wamekuwa hivyo, hata sielewi nifanyeje jamani. Watoto wangu wako wawili tu jamani, mimi babao ndo hivyo. Haya watoto wamenichosha hawa mimi. Mama nacho nipige, mbona makelele mimi? Kulikoni? Shoga yangu. Ndo kama hivyo watoto wangu hivi. Yule mmoja shule hataki, hata sielewi nifanyeje mimi. Dadangu naomba msaada, watoto wangu wawili, mume wangu namjua mwenyewe. Akija akisikia hivyo mimi nitaachika, mimi watoto wawili tu. Ninaomba ushauri dadangu. Mimi nakwambia ni ushauri na ukupa ndio wewe unakwambia toka mwanzo. Hapa tumetupa mganga nikueleze, maana mimi ninavyoona mwenye nyumba mwenyewe haeleweki. Kila siku ya Mungu mimi natoa shilingi 3,000 kwa kila mtu. Shilingi 6,000 watoto wako wawili. Kula kwenye ndio hivyo. Afu leo hii wale shule yule haendi. Huyu mwingine anaiba. Huyo aloiba tu huyo shule mimi nitajua za mwenyewe, ukashaniambia simwambie baba yake, nikae nalo moyoni. Huyo anaoiba dadangu akija kuchoma moto mimi nitabaki na nani hapa? Mwenye mwenyewe ongee na mtu yoyote, yuko serious. Mimi mwenyewe ndani kila nikiweka hela shoga yangu sizikuti. Kama kuna chuma ulete ndani anachukua. Kwa hiyo cha msingi twende. Nikupeleke kwa mganga, watoto kaatibia wakae sawa. Hivi hivyo tutajuzidi kuharibika shoga yangu. Afadhali dadangu umenifungua. Uende kabisa mganga, uende ukamnyanyuka asaidia watoto, maana watoto hawakuwa hivi. Shoga yangu kama nilivyokuambia huko ndani. Ukiweka hela tu hauzikuti. Mwenye nyumba mwenyewe ndio kama tunavyomuona. Salamu na mtu hataki, mwenye nyumba yuko peke yake, kajitenga kama yeye. Mmoja ataingia kwenye kundi la wizi, hata sielewi nifanyeje. Tena ndio hivyo, tena wewe ndio umwai mapema mwenye wizi. Ndio umwai mapema hivi hivi ataharibikiwa shoga yangu. Tutakuja kuambulia maji ya moto ya bure. Mungu dada usiniambie mchumba unaona dada, nakwambia kwa wawili tu dada. Ndio hivyo umwai mapema. Twende nikupeleke kule nilipokuambia. Watoto tuondoka shule. Mguu wako, mguu wa kwangu. Umenielewa dada? Samahani, naomba dada changu. Sasa lakini dada nikwambie, usije ukamwambia mume wako. Mimi nishauriwa. Ukipata mimi nitakwambia. Kwa hiyo ukipata nipigie simu niambie ili twende. Ukikaa ukiendelea kukaa kimya mwenyewe tutakuwa kiharibika utajua mwenyewe. Mimi ndio nimekupa ushauri ndio huo. Mimi naondoka zangu shoga yangu. Haya dada. Karibuni sana. Tushafika mganga. Mjisikie mpo nyumbani lakini. Asante mganga. Hapa mganga, sisi tuna shida. Shida yetu ni moja tu hapa. Huyu ni mdogo wetu, tumetoka wapi? Tumetoka naye Kigoma na nyumbani huko kwa nini unapotoka wewe na mimi naenda napotoka. Mganga, sisi tuna shida. Sasa shida yetu mganga, udogo ni mwezi. Mimi nataka kumsaidia mdogo wangu kama ulivyonisaidia. Ile dawa ulionipa mimi nilipenda, naomba na mdogo wangu mtengenezee. Sio dogo akienda kuiba kipipa na kamata, ndio. Yaani huyo dogo akienda kuiba huyo anashikwa muda wote, mara apigwe mimi na yani. Huyu ni mtoto wa mama nani yule mama Juma yule. Kweli. Sasa unajua kama nimetengeneza dawa ile ya wizi ile. Nikaibaga hadi nikasafu, yani nikaaga tajiri mkubwa sana. Nataka mdogo wangu mtengenezee dawa kama mimi awe tajiri. Yaani awe tajiri ile asije kuhangaika mbeleni mganga. Ili kila sehemu anayokwenda kuiba asikamatwe. Kwa maana mdogo wangu kila siku anapoenda kuiba, mara kimbizwa, mara apigwe. Mwisho wa siku hadi ile kwa muue mtaani kwake pale. Yaani nyumbani kwake kidogo amuue pale mganga. Hapa kila aina dawa ipo. Kijana. Mganga naomba tumsaidie sana mganga. Chonde naomba tumsaidie sana. Nilichagulia kwa wengine. Mimi ile nije kuwasaidia nyinyi. Sadaka, mshapata. Sawa. Dawa zote zipo. Hapa mnapulizia mara ngapi? Mara 2. Mwenyewe. Pulizia hapa. Pulizia hapa. Tena. Wazazi wameniambia na wazee wangu wameniambia kwamba linasema unapoenda kuiba hakikisha naangalia mara hii kisha angalia nyuma mara hii. Akifika anapoiba sasa anza kugeuka sawa. Mhakikishe mtengeneze hiyo site. Sawa mganga. Dawa hapa nishamaliza. Karibuni sana mjisikie mpo nyumbani. Naweza kuwaruhusu mkaondoka.
Haya, asante mganga kwa kutusaidia. Ondokeni. Manyelezi, 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 manyelezi. Wa mdogo wangu, umemsikia mganga amevyoongea mdogo wangu? Umemsikia? Umemsikia? Na mwanangu sio kuzingoa dakika za mwisho pale mwanetu. Wewe zingatia maelekezo alikwambia pale. Sio dakika za mwisho yani unafanikiwa afu nikataa mwanangu. Afu mganga wako anafanya kazi kweli? Unaenda kule ngakamatwa tena. Mdogo wangu leo kamati mimi ndo nakuhakikishia mdogo wangu. Wewe kakone kamati tunampata tena afu ndo tunamzingua mganga mwenyewe sasa. Na wewe unaonaje hapo mdogo wangu? Baridi. Wewe mwenyewe nyumbani. Haya tuondoke sasa.